Safi kabisa, leo tupo na Dr. tunataka atuelezee magonjwa ya pressure yanasababishwa na nini. Dr. kwema? Kwema kabisa. Uko vizuri kabisa? Niko vizuri. Dr. leo bwana tunataka tujue kwamba ugonjwa wa pressure unasababishwa na nini haswa. Okay sawa. Ugonjwa wa pressure automatically kabisa unasababishwa na ushuzi. Yes. Najua watu wengi hawaelewi kitu, lakini automatically ugonjwa wa pressure unasababishwa na ushuzi. Kwa nini unasababishwa na ushuzi? Ni kwa sababu unaposhindwa kutoa ushuzi kwenye njia yake asilia, maana yake unasababisha ule ushuzi unarudi moja kwa moja kwenye utumbo mpana. Sasa unaporudi kwenye utumbo mpana, moja kwa moja ule ushuzi unaendelea kuflow, unaendelea kutembea, unaenda mpaka kwenye utumbo mwembamba. Sasa utumbo mwembamba ule ushuzi wanasema unanyonywa moja kwa moja unaenda kwenye moyo. Sasa moyo una kazi kuu ngapi? 2. Moyo una kazi 2. Umeona? Kupeleka damu, kuingiza damu na kutoa damu. Sasa ule ushuzi unavyoenda moja kwa moja kwenye moyo, maana yake moyo unaanza kusukuma na ule ushuzi. Ule ushuzi moja kwa moja unaenda kwenye mishipa ya damu. Sasa mishipa ya damu ni midogo sana. Unajua automatically mishipa ya damu ni midogo. Kwa hiyo ushuzi unakuwa kama vile unapuliza, kama unaona puto unapopulizwa. Unakuwa unatuna. Kwa hiyo mishipa inakuwa inatuna. Mwisho wa siku mtu anaanza kuishi nini? Anaanza kuhisi pressure. Sasa pressure ziko za aina mbili. Kuna pressure ya kupanda na pressure nini? Ya kushuka. Sasa ile pressure ya kupanda inasababisha na ule ushuzi wenye kutoa sauti automatically, kwa sababu hata ukienda kwenye mapigo ya moyo unaanza kwenda kasi tofauti unavyotarajia. Ndio maana unakuta mtu anapata pressure nini? Ya kupanda. Lakini kuna ule ushuzi ule wa taratibu wa kimya. Sasa ule ushuzi wa taratibu wa kimya maana unasababisha pressure ya kushuka. Kwa hiyo na hili tatizo automatically nimefanya research na nakuta watu wengi sana wakazi wa Dar es Salaam. Kwa nini wakazi wa Dar es Salaam? Kwa sababu wakazi wa Dar es Salaam wanapenda sana kuishi katika makundi. Sawa? Makazini wanaishi katika makundi, wamama majumbani wanaishi katika makundi. Kwa hiyo unakuta mtu kuachia ule ushuzi mbele za watu anaona kama ni kitu cha aibu au kitu cha fezea. Kumbe anajisababishia maradhi siku baada ya nini? Baada ya siku. Sasa wakazi wa Dar es Salaam, ushauri wangu mkubwa tu, wao wanajamba. Wao wanajamba. Yaani usiogope kujamba. Kwa sababu hii unajenga afya yako. Kuna swali lingine? Au hakuna swali. Nashukuru. Nashukuru pia. Haya, jamani, kama kawaida hamna hata shida kwamba suluhisho lilopatikana, natakiwa bwana wana Dar es Salaam wanatakiwa ujambe ili mambo yaende vizuri kabisa.